Leo vita vimeanza. Leo nafikiri nyote mmeangalia, mna habari maamuna, nyinyi mnatizama habari. Leo vita vimeanza. Vita vimeanza baina ya nchi inayojiita superpower wakishirikiana na Israeli kumpiga Iran. Mimi si Shia wala siwapendi mashia wala sina uhusiano na mashia, lakini mimi ni Muislamu na wao ni Waislamu. Yale ambayo kwamba tutakhtalifiana nayo tuweza kutalifiana msikitini lakini si katika kupigwa na adui. Jamani, tuamke. Mimi nazungumza haya, tuamkeni. Muislamu ni Muislamu popote atakapokupigwa wewe. Mtume atuambia Muislamu ni yule ambaye kwamba atasalimika Muislamu mwenzake, na Muislamu ni yule, atuambia Mtume katika hadithi nyingine, si katika sisi yule ambaye kwamba yasomuhusu yanompata Muislamu. Nyote mmesikia kulikuwa kuna mazungumzo ya kuhusu nyuklia za Iran. Wairani wakaeleza wazi, kwa sisi hatuna nyuklia na wala hatuna nia ya nyuklia, bali hata kiongozi wetu ameharamisha nyuklia, kuwa hizi nzito hazifai kwa ubinadamu kwa sababu maangamivu yake ni makubwa kwa watu wa kawaida na innocent na wengineo. Naomba hii message ni muhimu sana naitoa. Hakuna sababu ya sisi kuwa support wa Israeli na Amerika against Iran kabisa, hakuna. Iwe itakapokuwa leo Muirani amepigwa, mwenzako akinyolewa, na chako fanya nini? Tia maji sana kusema kwa Iran alikuwa akimsapoti Bashar al-Assad na wale ni masunni wakiwaua masunni. Je, Amerika hakumpiga ndugu zetu wa sunni wa Afghanistan? Je, Amerika hakuwapiga ndugu zetu masunni wa huko Syria? Je, Amerika hakupiga ndugu zetu masunni walioko kila pahali? Iko wapi Libya? Si masunni wenzetu wale wakaivamia, wakaipiga, wakaifanya ndara. Na leo Iran imeingiliwa. Leo Irani inachapwa, lakini tumwatia Mola subhanahu wa ta'ala. Zile fikra za Shia, hizo ni fikra za watoto wadogo, hizo ni fikra za watu ambao kwamba hawajachanuka akili, hizo za kusema Allahumma salliti dhalimina bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Muisraeli haitaki Palestina peke yake. Muisraeli atakutawala nchi za Kiislamu zote anazitaka yeye. Ni hatua tu ya kwanza hiyo. Tishio lake kubwa lilikuwa nani? Ni Iran. Tumalize na huyo sasa, kisha wale wengine watakuwa ni kondoo wanaofuata. Muislamu wa kweli ni yule ambaye kwamba anasikia uchungu Muislamu mwenzake sehemu yote anapouliwa, na usisubiri kuja wewe kupigwa ndo uanze kumwomba Mungu. Ujue anavyochapwa yule, iko siku yako na wewe utachapwa. Leo watatuambia kwa huyu ni Shia, huyu ni hivi, kwa sisi tuwasapoti wao kwa sababu yule ni Shia. Kesho watakuja hapa kwetu na kwa wengine watatugawanya hivyo hivyo. Tumombe Mwenyezi Mungu awape ushindi ndugu zetu wa Iran. Tuombe Mwenyezi Mungu awafungue mato Waislamu. Nchi za Kiislamu ni nchi za jiri, ni nchi zina kila kitu. Kitu kimoja tu wamekikosa, ni umoja, ndo hakuna. Usisikie hatuhitaji nuclear sisi, sisi tunahitaji umoja. Lau utaona umoja, basi Muamerika hana bezi yoyote ataweza kuiweka kumpiga Iran. Ni kweli mani wrong? Tunahitajia sisi kusimama Waislamu kwa kitu kimoja. Wachana na fikra za kitoto na zilizopitikiwa na wakati. Huyu sijui ni Shia, huyu ni Sunni. Sisi si mashia wala hatukubali ushia. Akida yetu ni ahli sunna wal jamaa. Lakini ikifika wakati Muislamu mwenzetu apigwa, madamu asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sote lazima tuwe na yeye. Tusiingie katika mitandao kuzungumza mazungumzo ya kijinga. Si wakati wa kupigana sisi kwa sisi, ni wakati wa kusimama pamoja. Waislamu tutamka lini sisi? Ikiwa mpaka imefika hapa na bado tujamka, sisi tutamka lini? Jamani, kwani sisi hatukupewa akili? Afala taqilun? Hamutia akili? Ziko wapi akili zetu sisi? Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani kila inna fi dhalika la'ibratan liulil albab, ni mazingatiwa kwa kila mwenye akili. Au bado mwataka tugombane, huyu utoa kunuti, huyu aleti kunuti, huyu apiga bismillah, huyu apiga bismillah, huyu apiga maulidi, huyu apiga maulidi. Tupigane kwa hizo ndo zitu ambazo kwamba ni muhimu. Mwaziona ulimwengu huu 2026, zitu muhimu ni maulidi na talkini na bismillah. Waislamu inukeni, kwisha hizo zitu zimepitiwa na wakati. Ni siasa zilichezwa hizo zote hizo, za maulidi, za kugawanywa sisi kwa sisi, za hivi na yule,
ni siasa zilichezwa na zishapitiwa na wakati. Amkeni. Mimi nawaambia mutanikumbuka kama nitakuwa hai ama nitakufa, lakini mutanikumbuka. Amkeni. Adui yetu sisi ni mmoja tu, madamu Muislamu, basi Muislamu ni ndugu yake Muislamu. Mambo mengine tutazungumza baadaye. Mwenyezi Mungu inshallah awape nasr muazzara. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, alinde familia zetu, ailinde dini yetu. Ya Rab, wewe tumekuatia kila kitu. Ya Rab, simama na haki dhidi ya batil popote ilipo. Ya Rab.